taarifa ya awali ambapo manusura wa mkasa wa moto wa Mkasa hapa jijini Nairobi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali. Kwenye taarifa ifuatayo, Gloria Milimu anatueleza jinsi ambavyo huduma ya kwanza inapaswa kutolewa kwa muathiriwa wa moto anaposubiri kupokea matibabu. Ni mkasa ambao hadi kufikia sasa umesababisha vifo vya watu 3 na kuacha zaidi ya 200 wengine na majeraha ya kila aina kutokana na moto huu mkubwa uliotokea baada ya mtungi wa gesi kulipuka. Kwa mujibu ya usimamizi wa hospitali ya Mama Lucy ambapo manusura wengi walipelekwa, walifika na majeraha ya moto ya asilimia tofauti, kama anavyoelezea mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo Daktari Wekesa Wafula. Tumerifaa wagonjwa 24, 7 wakaenda Kenyatta National Hospital na 17 wakaenda KU. Walikuwa na burns kadri ya pasenti 20 hadi pasenti 60. Wale ambao walikuwa na pasenti za juu zaidi ndio tumepeleka Kenyatta National Hospital. Wale ambao walikuwa na pasenti za chini ndio tumepeleka Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Bila shaka ni mkasa ambao umeacha wengi na majonzi na machozi. Ila endapo patatokea mkasa kama huo, je, unajua kile ambacho unapaswa kufanya kama hatua za dharura ukisubiri kupokea matibabu? Mtaalamu wa mikasa ya moto Jackson Mutunga anashauri kwamba hatua ya kwanza ni kubaini aina ya jeraha la moto ambalo mtu amepata. You should ensure you have clean water which is cold. You can run it over the burn, and specifically for a first and second degree burn, and for around 20 minutes or until there is pain, until there is little or no pain left. After running the cold water, kindly you are supposed to cover with moist clothing and rush that person to the hospital. For the second degree burn, you are not supposed to prick those blisters. Do not. That is an entry for infection. Another precaution, don't apply ointments unless it is a cream, especially for burns. Anything else, talking of Vaseline, any other ointment, do not. For Vaseline, remember the moment you apply on the burn, you are going to trap the heat inside the skin. Kadhalika, endapo utajipata katika sehemu iliyojaa moshi kutokana na moto, anashauri kwamba ni sharti utambae. At least 30 to 6 centimeters off the floor, there is some oxygen, because the smoke and hot gases will go up. So crawl on your way out, and if you can get a damp cloth, you can place it on your nose and the mouth so that you can limit the amount of smoke which you can inhale. Huku manusura wakiendelea kupokea matibabu, wito umetolewa kwa Wakenya kuzingatia kujihami na angalau ujuzi wa huduma ya kwanza ambao huwa muhimu panapotokea dharura kama mkasa huo wa moto. Gloria Milimu, KTN News.